Mtu aweze kutambulika kama kiongozi ni lazima mtu huyo awe na sifa kadha wa kadha. Lakini mojawapo ya sifa ambazo kiongozi bora anapaswa kuwa nazo ni huruma na utu. Kiongozi bora ni mtu ambaye anaenda kuchukua madaraka ya kuwa kiongozi akiwatazama wale watu wengine kama mtumishi wao. Haendi kuchukua nafasi ya kuongoza akajifikiria yeye au akafikiria maslahi atakayopata, lakini atafikiria namna gani ambavyo anaenda kuwatumikia wale watu kutoka ndani ya moyo wake. Lakini pia kiongozi bora ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Mtu ambaye ana hofu ya Mungu atafikiria kwamba kuna mambo ambayo sitapaswa kuwatendea watu yale ambayo mimi sitaki kutendewa. Kwa mfano kwa Wakristo na kwa Waislamu wote kwa pamoja, najua tunaamini kuna amri kuu ambayo tumepewa upendo. Waislamu wanaamini hivyo, lakini Wakristo pia wanaamini hivyo. Kwa hiyo ukimpenda mwenzako utapenda kumtendea kile ambacho wewe unapenda kutendewa. Kwa hiyo kiongozi bora anawatenda wenzake yale ambayo yeye anapenda atendewe. Lakini pia kiongozi bora ni mfano wa kuigwa. Kwamba ukimtazama kiongozi na mambo anayoyafanya yanakuwa yanakuvutia wewe kutamani kufanya yale anayoyafanya. Sio mtu ambaye shagara bagara, hajitambui, hajui kujiongoza mwenyewe, hajui kujisimamia mwenyewe, huyo hawezi kuwa kiongozi. Lakini pia kiongozi bora ana maadili mema. Mtu ambaye ni mwadilifu, ni msema kweli, ni mtenda haki, ni mwaminifu. Kiongozi bora akikwambia nitakufanyia hivi, nitakutendea hivi, inampasa kuyafanya kwa sababu yeye ni kiongozi. Kwa hiyo ni mtu ambaye sio mwongo.